Ndio maana sasa pia Yesu tunasema ni Yesu wa Nazareti. Kwa nini? Kwa sababu Nazareti kilikuwaga hakitokeagi kitu chema. Kwa nini wanasema kitu chema hakiwezi kikatokea Nazareti? Kwa sababu yule Samson alikuwaga anatokea Nazareti, na kuna story nyingi za watu ambao wanatokeaga Nazareti hawafanyagi vitu vikubwa. Lakini Yesu huyu ambaye tunasema ni Nazareti ndo anakuja kufanya kitu kikubwa ambacho kina nini? Kina impact ulimwengu mzima. Kwa ni matokeo ya nini tunasikiliza. Lakini kuna mahali pia Yesu, maana sasa huyu ndo ambaye tunatakiwa, huyu amesema mnifuatishe mimi kama mimi ninavyomfuatisha nani? Kristo, si ndivyo? Yep. Kwa Kristo ndo wa kumfuata. Sasa Kristo pia alikuwa muda mwingine kuwa tempted na kuisikiliza sauti yake. Tukisoma Mathayo 26:39 mpaka 42 anasema hivi, akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi. Muda mwingine kuna matakwa ambayo wewe unayataka. Je, matakwa ambayo wewe unayataka yako kwenye mapenzi ya Mungu? Muda mwingine matakwa ambayo unayataka ni matakwa ambayo yanatengeneza comfortability kwenye maisha ya kwako ama kwenye maisha ya kwangu. Lakini muda mwingine that comfortability inakuwa nje ya bigger picture ambayo Mungu anayo kwenye maisha ya kwako. For example, Yusufu alionyesha kwamba atakuja kuwa mtu mkubwa, si ndivyo? Ndio. Lakini kuwa mtu mkubwa, ungemwambia Yusufu utapitia njia hii hapa, utauzwa, utaenda gerezani na vitu vya namna hiyo hapo, probably hata asingeweza kwenda kule ambako alifanyeje, alienda. Lakini sasa kwa sababu pia akawa anatazama mambo katika jicho la Mungu, ukija kuangalia Mwanzo nadhani sura ya 50 mstari wa 20 anasema hivi, ni kweli ninyi mlikusudia mabaya, lakini Mungu ameyageuza kuwa nini? Kuwa mema, si ndivyo? Kwa muda mwingine unaweza ukawa tempted na kuisikiliza sauti yako. Tunaona Yesu hapa, lakini anasemeje mwishoni? Mapenzi yako yafanyeje? Yatimie. Toa mimi kama mimi, kwa kweli kupitia njia ya msalaba, yani kama kungekuwa kuna njia nyingine tungeweza kufanya wokovu kwa mwanadamu kwa njia nyingine, lakini mapenzi yako ni lazima nifie msalabani. Kwa kama ni lazima nifie msalabani, then ikatokea akafanyeje? Akafa msalabani. Sasa hii nazungumza sana ya kwamba tunatakiwa kuwa makini na sauti tunazozisikiliza katika kipindi hiki cha siku za mwisho. Katika kipindi hiki cha siku za mwisho, ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 4:1 anasema hivi, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Sababu ya kuwa makini na nini unasikiliza. Kwa nini? Kwa sababu tunajua roho za udanganyifu siku za mwisho ni nyingi. Mathayo 24:24 anasema hivi, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Kristo wa uongo ama nabii wa uongo, kuna ajenda ambao waga anaizungumza. Hayo maneno anayoyazungumza yanakufanya udanganyike. Kuna mahali fulani nadhani ni kwenye Marko 13:22 anasema hivi, kwa maana wataondoka makristo wa uongo na manabii wa uongo, watatoa ishara na maajabu wapate kuwadanganya, kama yamkini hata hao wateule. Maneno unayoyasikiliza sasa, huyu ni nabii wa uongo ambaye yumkini na kuwadanganya ambao wateule. Sasa cha msingi na cha muhimu, unatakiwa uwe na neno la Mungu la kutosha ndani yako. Inatakiwa niwe na neno la Mungu la kutosha ndani yangu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu lina uwezo wa kupambanua. Waebrania 4:12 anasema hivi mpaka 13, maana neno la Mungu li hai, hilo la kwanza, tena lina nguvu, jambo la pili, tena lina ukali kuliko upanga uwao wowote ukatao kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. 13 ndo nataka upaelewe hapa. Anasema wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele yake, lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake. Neno la Mungu lina nguvu kwa namna ambayo chochote kile, kulingana na yeyote yule ambaye anazungumza kitu chochote kwenye maisha ya kwako, unaweza ukajua. Tumeambiwa kwamba linaweza likapambanua nafsi na roho. Kwa hizi
roho za uongo, hawa manabii wa uongo, hawa makristo wa uongo. Neno la Mungu pekee. Maana pale tumeambiwa kwamba wapenzi, zijaribuni kila roho. Je, hizo roho zimetokana na Mungu? Kwa sababu mtu kusema kitu kikatokea, hata watu wanaoenda kuagua kitu cha namna hiyo hapo kinatokea, si ndivyo? Kwa kama wanaoenda kuagua wanaweza wakaagua kitu ambacho wanaweza hiki alichokiagua ndo ukweli wenyewe. Lakini je, chanzo chake ni nini? Kwa sababu hatupimi ukweli wa kitu ama ukweli wa mtu kutokana na kitu ambacho anakisema na namna ambavyo kinakuja kutokea. Tunapima ukweli wa kitu, roho iliyoko nyuma yake, na kuijua roho ni kwa msaada wa neno la Mungu ama ushirika na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu anasema Roho Mtakatifu anaweza akajua hata mafumbo ya Mungu, hata mafumbo ambayo yako kwenye maisha ya nini, ya mtu. Kwa mfano, moja ya karama ambazo roho ama zawadi ambazo Roho Mtakatifu anazitoa ni zawadi ya neno la hekima na neno la maarifa. Huku ni kujua mambo pasipo kuambiwa na mtu yeyote. Kwa Roho Mtakatifu ananijulisha kwamba hii ni roho ya kweli ama sio roho ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu kwa maswali, dakika chache kabla hatujaenda. Of course tunaelekea kumaliza muda si mrefu. Kuna maswali hapa. Sauti hii ni ipi na kwa nini inaleta matokeo kwenye maisha? Hizi sauti ambazo tumezizungumza. Sauti ambazo tumezizungumza, sauti ni sauti ya neno la Mungu. Okay. Ni sauti ya neno la Mungu. Nimesoma hapa kwenye Waebrania 4:12 ya kwamba neno la Mungu lina nguvu. Sasa ninapaswa niweke juhudi na bidii kwenye kulisikiliza neno la Mungu, kwenye kusoma neno la Mungu. Kuna maana anakuambia neno la Mungu likae kwa wingi. Wakolosai inaweza ni 3:16, neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani yako ama likikaa kwa wingi ndani yangu, kinachokuja kutokea ni kitu gani? Kinachokuja kutokea ni kwamba nitakavyokuwa ninadhihirika huku nje, watu wanakuwa wanaliona neno la Mungu. Tumeambiwa na baadhi ya nyaraka za Paulo, anasema kwamba ninyi ni barua ambayo inasomwa na watu huko. Watu huko mataifa hawana muda wa kusoma neno la Mungu, Biblia. Lakini wewe mara baada ya kulisoma, hakikisha unaliishi. Kama neno la Mungu linazungumza kwa habari ya upendo, kama neno la Mungu linazungumza kwa habari ya amani, neno la Mungu linazungumza juu ya vitu tofauti tofauti, then ishi sawa sawa na neno la Mungu linachokisema. Wa Kumbukumbu la Torati 28:1 anasema hivi: itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakutukuza juu ya mataifa yote. Ukiendelea mbele, kuna maana anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Kila utakachokuwa unakifanya kitakuwa na baraka ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu baraka ya Mungu inadhihirika huku nje kwa kuona kabisa ya kwamba huyu tunaona shambani anafanikiwa, tunaona mjini anafanikiwa, tunaona yuko kwenye mazingira magumu anafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu amefocus kwenye kuisikia sauti ya Mungu. Na sasa kwenye kufocus kwenye kuisikia sauti ya Mungu, muda mwingine nje uhalisia unaweza ukawa, yani uhalisia ambao uko nje inaweza ikawa ni tofauti, lakini baki kwenye kweli. Uhalisia na kweli ni vitu viwili tofauti. Uhalisia ni kwamba dunia imefanyaje? Imeharibika, imechafuka, imeoza na vitu vya namna hiyo hapo. Lakini kweli ya Mungu inasema nini? Mungu amejisazia watakatifu wake. Kwa nini usiwe miongoni ya watakatifu ambao Mungu amefanyaje? Amejisazia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa cha msingi na cha muhimu ni kuisikiliza sauti ya Mungu, ambapo tunaipata wapi? Kwenye neno la Mungu, lakini kwenye ushirika na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa sababu kwenye ushirika na Roho Mtakatifu ni eneo sahihi ambalo tunaweza tukawa tunamsikia Mungu. Sasa neno la Mungu pia linasema nini? Sauti ambayo inatakiwa tuisikilize tunaweza tukaipata kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 4:4. Anasema ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia.
Ama waraka wa Yohana hiyo sura ya 5 mstari wa 4 anasema hivi, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Wewe na mimi ni mshindi. Unatakiwa tubaki kwenye hii sauti ya Mungu inayosema ya kwamba mimi na wewe ni nini? Ni mshindi. Zaburi ya 23 mstari wa 6 anasema, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana